Bwana sema mimi natafuta chumba cha kupanga. Sasa sikia, mtaa wa pili pale kuna kijana anapangisha vyumba vyake vile vizuri sana. Kwa kama uko jana naweza kupeleka. Basi haina shida. Ndio. Mambo. Walu. Mambo. Kwani tena kunisikia? Wewe Gwalu. Oya. Kaa mbali na mimi. Kwani ukusalimia mkuu baya? Wewe nenda bwana. Nenda wapi? Mimi nataka nikuja kukuona wewe bwana. Watu wakuona umeishiwa. Sina kupenda jamani. Kama unaona wakati nakupenda ndio kwenye moyo wangu. Mwanaume nipo mimi peke yangu. Cheza basi. Kwanza kana nifanyia hivi. Vipi bwana? Vipi bwana? Sikia. Mimi kuna mtu ambaye nampenda. Mimi sikupendi wewe. Mbona unakuwa king'ang'anizi wewe? Kwa msikia maana kuna maneno kama haya. Sikia. Nakupenda bwana, hapo nikalipia jinsi. Wewe unajikuta mjuaji, si ndio? Ndio kisinda nakupenda. Au nataka nitangaze. Wewe simchukulie baridi, umesikia? Kama wanaume tuko wengi. Inuka, beba kongola zako, cheza. Umeelewa? Nakupenda. Mpende nani wewe? Unaweza kuwa na brandi kama mimi Bwalu Mwamba 67, unaweza kuwa na mwamba kama mimi. Nipende nini? Chekshi alione aibu toka huko. Unanipenda. Mimi nikaa zangu ninakuja kuniharibia pozi langu. Vipi? Unanishikashika unanichafua bwana, nenda. Basi simba sisi zangu. Sikupendi na sikuhitaji kwenye moyo wangu. Kuna mtu ambaye atakava hii nafasi. Bwana, kwa nini nasema kwa hivyo? Sikia nikwambie kitu. Au labda kuna shida labda umeona kwangu. Sikia nikwambie kitu. Wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana, lakini mimi hisia zangu hazijadondoka kwako. Kuna mwanamke ambaye mimi nampenda, ambaye ananiambia maneno mazuri sana. Mimi ananihusu. Nisikia. Mimi ananihusu. Yaani mimi natujali mimi hapa ni kuona tunaona unanipenda basi. Upendi wewe vipi? Wewe unataka nifanyia hivyo. Nitakufanyia kitu kibao juu kwenye maisha yako utakuja kusahau. Yaani ndio wangu talipi. Chochote kile nifanyia. Joy. Bila mtu kama Joy. Nasabia mpaka 3. Naomba ondoke. 1, nenda. 2, nenda. 3, nenda. Hapo nakwambia mbona unisikie wewe? Nakwambia mbona unisikie? Mbona unisikie anenda? Wow. Hapo nisikie. Wow. Nakusikiza kijana wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nyumbani kwangu kuna wageni. Na wageni wenyewe ndio hao nimekuja nao siku ya leo kwa ajili ya kuwatambulisha na wafahamu kama kuna wahamiaji wamekuja kupanga kwenye nyumba yao. Sawa. Kwa ni hawa hapa. Sasa taratibu zetu sisi kama unavyojua, hivi mtu kuja kujitambulisha kwa mwenyekiti wa kitongoji au mwenyekiti wa kijiji itakuwa inafahamika. Kwa sababu nyinyi mmekuja moja kwa moja kwa mwenyekiti wa kijiji, sisi nikawakataa kwa sababu mimi wangu na bahati mbaya ndio nimekuja nayo ndio mwenyeji wao.
Mimi ndo mwenyeji wao. Wapo kwako au wapo wapi? Nyumbani kwangu kabisa. Sasa kama wapo kwako, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nawe mwenyewe nakujua vile pia. Lakini habari zenu bwana? Sawa mwenyekiti, habari? Sawa. Sasa taratibu zetu ziko hivi za kujitambulisha kwa mwingine. Sawa, unatoa ya karamu. Unatoa ya karamu, unaandikisha jina lako, wapi unapokaa, ulipotokea, ili kwamba uwe salama ndani. Sawa. Yani mambo ya kukwepa kule mara yes yes usinyama kufika sana jana wakati ya nuru yo kaja kutoka mikutu sana alikuwa kwa siku nzima anaenda kule ndio kama anaandika kwa hiyo kuna sasa nimepanga safari ya kwenda kule kwa nini tena kuuliza bana mimi kama tunaona hapa kazi tumetangaza kama sababu ndio wangu ni mla kwa kutoka somo sasa mimi si hapo na usikia mimi kwa sababu yeye safari tunataka uone kama tutachelewa tutapoteza muda hapa na kitu kingine wala kwanza nitadia ndani hapo tu tunaweza kutegemea ni kwa nini nataka ya bora ni sababu kwa sielewi yani Ozi Amerika unajua mama jikoni nikiweka tu mboga kwa mfano mboga ya mchana hivi umepika mchana kujikula usiku linakula Yesu ananichokoza umeona hebu tulie roho sio mwenyewe hizo ni taratibu, hakuna taratibu zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naam, haya yote niliwaelekeza kwamba nitahakikisha hapa kwa kama kuna maelezo mengine, maanake kuna muda mchache sana kukaa hapa. Basi sawa. Ida njoo. Hebu naomba niletee daftari zangu kwenye meza. Changamka. Nataka kuondoka. Mzee, mwanao kuwa sasa hivi? Kashakuwa sasa hivi. Anasoma la ngapi sasa hivi? Anakuja kumaliza shule kabisa sasa hivi. Anaonekana. Sawa sawa. Sasa mimi najua anajua kutoka. Na mama yako hapa hayuko, ameshaondoka. Ameshatoka kaelekea shamba. Sasa ningependa uende kutafuta mboga huko au kama kuna mboga ya jana ilibakia, hebu kuwapikia chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapana, sio na wasiwasi. Swala la chakula sio na shaka. Sijua wenzangu labda msije na wageni wangu tunafahamiana tu kabla mrefu ndugu yangu. Ni kweli mwenyekiti, lakini kwa siku nyingine bwana, kwa leo tupo vizuri bwana. Tusamee mwenyekiti. Sawa sawa. Ndio. Basi haina shida. Uendelee na mambo yako. Sawa. Unachezea sana mdogo wako. Basi mimi nitaondoka mwisho na mdogo wako. Wewe mimi kile nikisema mimi naonekana mbaya. Najua yule ndio mdogo wako. Inabidi uishane kama yako. Yule mdogo bado akija.
Kwa unapoishi na hivi kwa kama sasa hivi anakosea kuna matatizo kama kushinda na nini. Anapiga aina tabia mbovu. Hadi mabwana watu wanabeba. Unasema mdogo, ana mdogo gani? Usi mtu mzima kabisa. Kila aina nini? Unapiga aina tabia mbovu ya kwanza. Hapa sasa kubishana hivi kitu kidogo sawa. Kidogo hivi mtu mdogo anajua. Umeona? Hapo tulieni. Napiga makofi sasa hivi hapa. Ulipiga makofi kwa ajili ya mdogo wako. Sina kama umenichoka naambia. Sina kama umenichoka. Kama umenichoka naambia nitoke sasa hivi watu na mdogo wako. Mungu kazini. Kama sasa kugombana na mtu basi mdogo wako mrudishe kwenu. Sikiza. Rose. Naomba tunaomba. Isa Mungu mtaani. Kama kuna shida na vijana. Sijajua nani. Kosa siaga lakini naomba Mungu. Kila siku basi kesha wapi. Hivi sasa. Kwa naomba uniache leo. Naomba kule na naomba tu kitu kimoja. Kama kweli unanipenda. Kama kweli unanipenda. Unaona kabisa wewe ni wangu kabisa. Mke wangu kabisa. Umeomba nini kukula na ndoa. Mimi naomba tu kwa wewe mrudishe ndugu yako. Mimi nakuja kufanyia kitu kibaya. Moja kwa msikilizaji. Msikilizaji. Mimi ndugu wangu siwezi kumwacha siku moja chini kuja kama hata hivyo kutoka leo. Sitaki msiana. Umefikia huko. Hapa utoki. Wewe ndani katoka kutoka. Yaani Rose atoki. Na sifanye chochote kile kama nisikia kutoka wako inua kimbia. Sana Chelsea kabisa na bega wake. Man tell. Rose taarifa. Kakako ameamini mchapili. Sasa bwana, kama nilivyoelekeza na kama nilivyoambiwa kwamba taratibu ninajua, basi haina shida. Kwanza ningependa mtaje majina yenu. Mimi naitwa Emmanuel Daudi Moja. Emmanuel Daudi Moja. Ndio dadangu hapo. Naitwa Dorcas John. Lucas John. Jina zuri. Asante. Sawa kabisa. Unatokea wapi? Makanda. Na mjatoka na tatizo lolote huko kwa maana sasa tunapokea tu watu tunatambulisha kwa kijiji hapo ndio tu. Hamna bana. Makamba kumesema. Sawa. Sasa mimi nimeshamaliza. Sawa Sawa. Nimeshamaliza, nimeshawaweka kwenye meza yangu kitabu cha wageni. Sawa. Kwa kama kuna tatizo lolote uko nyumbani naweza nikakukuta itakutokea basi tunapenda taarifa. Nafikiri nimeshakuelekeza kila kitu. Sawa. Sasa sijui utakuja baadaye ama sijui ndio inakuaje? Nielewa bwana. Kwa baadaye hapana. Nitakuja kesho. Kesho? Basi haina shida. Sasa wageni samani kidogo. Najua mkatangulia nitawakuta hapo kuna mambo fulani niongea na mwenyekiti. Bado sawa mwenyekiti. Basi haina shida. Ndio hapo unaona sisi tuko hapa. Tunasubiri hapo. Hapo bwana subiri. Sisi tunakutangulia. Hamna shida. Pili moja ndio taarifa. Ndio hivyo mimi cha msingi. Safari yetu ni kesho. Ila tutapita kwenda. Naomba tafadhali tafadhali. Unapopenda shule funga ndio unaporudi kuna salamu ndani. Sina nielewa. Sasa mimi kesho nisiende shule kwenda wapi? Baki hapa. Ya. Na mimi nitapenda kama sitaki naelewa kusema. Wewe. Yaani wewe labda Sababu pika makofi. Na adabu hii. Ndio acha. Sikiza basi mtu wangu. Neka. Sikia mtu.